usijitazame unavyotazamwa na wanadamu. Jitazame ulivyokusudiwa na Mungu. Sijamaliza kuhubiri bado hapo. Nasema tena, wanadamu wanakutazama kwa hali ya udhaifu. Mungu hakutazami hivyo. Ndio maana tumeanzia kwa nani? Kwa Daudi kule. Amen. Yesu anamtazama Daudi hafai, ndio maana amemweka mbali sana. Mungu anamtazama Daudi, huu ndio wakati wake. Wakati wako ukifika, kwa kuwa kila mtu ana wakati na bahati, ukifika hakuna wa kuzuia. Neno hilo ndilo limenishika sana, nije nikwambie mchana wa leo. Amen. Huyu ambaye alipewa jina lenye udhaifu wa hali ya juu ndiye ambaye wakati wake ulipofika jina lake likabadilika. Leo unaweza ukawa unaitwa mchungaji, kesho ukaitwa askofu. Ni jina hilo hilo. Leo unaitwa mzee wa kanisa, kesho ukaitwa mchungaji. Ni jina hilo hilo. Leo unaitwa asiye na mtaji, kesho jina lako likabadilika ukaitwa mfanyabiashara. Bado ni lile lile jina. Leo unaitwa ombaomba, kesho wewe ndiye ukawa unasaidia watu, msaada kwa watu. Bado una jina hilo hilo? Hapana. Ndiyo maana Biblia inasemaje? Biblia inasema hata Paulo alipoelewa udhaifu wake akasema, sasa nitajisifia udhaifu wangu, kwa sababu niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Kwa sababu niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu, kwa sababu wakati nikiwa dhaifu ndipo neema ya Mungu inaponitazama. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo kuna wakati wako na kuna neema yako. Kuna wakati wako na kuna neema yako. Jambo gani nataka ubebe hapa ili nikuombee mchana wa leo? Nataka ubebe jambo gani? Nataka ubebe jambo hili kwamba kwa kuwa Mungu ameandaa wakati wako na kwa kuwa neema yako ipo, wewe kitu pekee ninachotaka ufanye, usiangalie maisha yako ulivyo dhaifu. Acha watu wakuone wanavyokuona, lakini wewe muangalie Mungu aliyekuandalia wakati wako, aliyekuandalia majira yako. Yako majira yako yakifika hayana mchawi, yakifika hayana mchawi, yakifika hayana mchawi, yakifika hayana mchawi. Haleluya. Hayana mchawi, nasema kwa jina la Yesu, hayana mchawi majira yako. Kila mtu ana majira yake, kila mtu ana wakati wake, na kila mtu pia ana neema yake. Kwa nini apate neema? Kwa sababu kila mtu ni mdhaifu, ana udhaifu wake. Hata tajiri bado ana udhaifu wake. Ni tajiri wa mali, lakini bado kuna vitu vingine ni dhaifu. Unataka kukataa kwamba baba huyu anaongeaje? Tajiri ni dhaifu. Hivi tajiri anaweza kaenda shamba akabeba jembe kabisa akaenda kupalilia? Si ni dhaifu hapo? Hahitaji mtu ambaye anaweza akapalilia ili ampe hela? Kwa nini hahitaji, na wakati tajiri ana udhaifu maeneo mengi? Una pesa, una gari lako la Prado milioni 200. Ubadilishe siti moja utengeneze chakula ule, bado utahitaji mama ntilie. Kumbe kuna mahali una udhaifu. Na tunapoongea udhaifu hatuongei dhambi.
Udhaifu ni mambo ya kawaida ambayo kila mtu anayo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usifanye kosa moja na kazia. Usijitazame unavyotazamwa na wanadamu. Jitazame ulivyokusudiwa na Mungu. Sijamaliza kuhubiri bado hapa. Nasema tena, wanadamu wanakutazama kwa hali ya udhaifu. Mungu hakutazami hivyo. Ndio maana tumeanzia kwa nani? Kwa Daudi kule. Amen. Yesu anamtazama Daudi hafai, ndio maana amemweka mbali sana. Mungu anamtazama Daudi, huu ndio wakati wake. Wakati wako ukifika, kwa kuwa kila mtu ana wakati na bahati, ukifika hakuna wa kuzuia. Neno hilo ndilo limenishika sana, nije nikwambie mchana wa leo.